Umewahi kufikiria kama mahali, yaani mji au mtaa, panaweza kusimulia hadithi? Katika uchambuzi wetu wa riwaya ya Nguu za Jadi, tutaona jinsi ulimwengu wa Matuo, mazingira yake, yanavyosimulia hadithi ya taifa lililogawanyika, pengine hata kwa nguvu zaidi kuliko wahusika wenyewe. Sawa, kabla hatujaenda mbali, hebu tulielewe hili neno nguu za jadi. Nini maana yake hasa? Fikiria nguu kama nguzo imara na jadi ni mila zetu. Kwa hiyo, nguu za jadi ni zile nguzo za kimila, mara nyingi zilizopitwa na wakati, zinazofanya jamii ishindwe kusonga mbele. Ni kama ukuta mkubwa ambao wahusika wetu wanatakiwa kuuvunja. Sasa, swali la kujiuliza ni hili: inawezekanaje eneo tu, yaani mandhari, liweze kusimulia hadithi nzito kiasi hiki? Hadithi ya ufisadi, migawanyiko na hata matumaini? Hilo ndilo tutalichunguza tutakaposafiri ndani ya taifa la kubuni la Matuo na kuona jinsi ramani ya nchi hii inavyoamua hatima ya watu wake. Basi, safari yetu inaanzia hapa. Karibuni Matuo, taifa ambalo kwa bahati mbaya limegawanyika vipande viwili kutokana na ukabila na tofauti za kijamii zilizokita mizizi. Unajua, chanzo cha mgawanyiko wote huu kipo hapa. Kwa upande mmoja tuna Wakule. Hawa ndio wenye nguvu, wanashika serikali, wana mamlaka yote. Alafu kwa upande mwingine kuna Waketwa, kabila dogo linalotengwa na kukandamizwa. Huu mvutano kati ya makundi haya mawili ndio unawasha moto wa kila kitu kwenye hadithi. Sasa, hapa ndipo mambo yanapopamba moto. Jiografia ya ukosefu wa usawa. Unajua, huu mgawanyiko sio tu upo kwenye mioyo ya watu, la hasha. Umechongwa kabisa kwenye ramani ya Matown. Suala sio tu wewe ni nani, bali unaishi wapi. Hebu tuanzie kileleni, mtaa wa Majuu. Huu sio tu mtaa wa matajiri. Fikiria kama ni ngome ya kifahari iliyojitenga. Hapa ndipo Wakule wenye mamlaka wanapoishi. Yaani, ni ishara hai ya jinsi gani taifa hili limegawanyika kitabaka. Na kutoka kwenye hii ngome ya Majuu, ufisadi sio tu uhalifu wa mtu mmoja mmoja, ni mfumo kabisa. Viongozi kama Mtemi Lesulia hawaibi tu, wao wanatengeneza na kusimamia mtandao mzima unaolinyonya taifa. Yaani, maovu yote yanapangiwa hapa. Sasa hebu tushuke kutoka kwenye vyoyo zina anasa za Majuu, tuende kwenye vumbi na joto la Matango. Huku sasa sio tu mtaa wa kawaida, huku ndio uwanja wa vita vya kisiasa. Hapa ndipo hasira na chuki za taifa zima zinapochemka na kulipuka. Yaani, sikiliza tu maneno ya Mtemi Lesulia mwenyewe. Hasemi kwa mafumbo, anasema waziwazi: zua vurugu, haribu kura. Matango inageuka ghafla kutoka kuwa kituo cha kupigia kura na kuwa uwanja halisi wa mapigano, vita vya demokrasia yenyewe. Lakini unajua wasemavyo, hata kukiwa na giza nene kiasi gani, mwanga lazima utapenya. Katikati ya ukandamizaji huu wote, mashujaa wawili wanainuka. Wamekuja kuzivunja zile nguu za jadi na minyororo yake. Hebu tuwakutane na hawa mawakala wa mabadiliko. Kwa upande mmoja ni Mang'washa, anayekataa ndoa ya lazima na kupigania elimu. Kwa upande mwingine ni Lonare, anayepambana na mfumo wa kifisadi na kutetea haki za wote. Pamoja, wao ndio changamoto kwa mila zote kandamizi. Na safari ya Mang'washa inatupa picha kamili ya uasi wenye matokeo. Inaanzia na uamuzi binafsi, kusema hapana kwa ndoa ya kulazimishwa. Kisha anapigania elimu yake. Baadaye anasimama hadharani kutetea jamii yake. Na mwisho anaungana na Lonare kuleta mabadiliko ya kisiasa. Hatua kwa hatua, anavunja kila nguzo. Na hili ndilo jambo la muhimu zaidi kuwahusu. Wao hawabomoi tu, maana kubomoa ni rahisi. Wao wanajenga.
Na baada ya mapambano yote, vita na vumbi, hatimaye giza linaanza kutoweka. Juhudi zao zinafikia kilele na alfajiri mpya inaanza kupambazuka kwa taifa zima la Matuo. Na huu ndio wakati wenyewe Lonere anashinda uchaguzi. Lakini hotuba yake ya ushindi sio tu maneno matupu, inakuwa ni ahadi, ni ishara ya matumaini, ishara ya umoja na mwanzo mpya kabisa kwa kila raia wa Matuo, awe Mkule au Mketwa. Basi, huu ushindi unamaanisha nini? Unamaanisha kuanguka kwa zile nguvu za jadi zilizowatesa Matuo kwa muda mrefu. Nguzo ya ukabila inavunjwa. Nguzo ya ufisadi inaanguka chini. Na nguzo ya ukandamizaji inasambaratishwa kabisa. Enzi mpya inaanza. Na mwishowe, hadithi hii ya Matuo inatugeuzia sisi swali. Inatutaka tujiangalie wenyewe katika jamii zetu. Kwetu, ni nguzo gani za jadi, ni mila gani, fikra gani, au mifumo gani iliyochakaa ambayo bado imesimama na inatukwamisha kusonga mbele? Na je, nani atakuwa na ujasiri wa kuzivunja?